Maisha yalinifanya niweze kupitia changamoto nyingi sana ambazo sikuwahi kufikiria katika maisha yangu. Maisha yalinifanya niweze kuumia moyo wangu. Maisha yalinifanya niweze kuchukia binadamu wengine ambao nilikuwa naona wako tofauti na mimi. Anasema Jessica akitufungulia simulizi yetu siku hii ya leo. Jessica anasema usiku ule haukuwa mzuri sana kwangu kwa sababu nilianza kuona viashiria ambavyo vilikuwa vizuri sana katika maisha yangu. Basi nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimelala, ambapo ilikuwa ni usiku wa manane. Sikuwa nimelala kabisa usingizi kwa sababu ya mawazo mengi sana ambayo yalikuwa kichwani kwangu. Kila mara nilikuwa nikiwaza jinsi gani naweza kutoka pale kijijini, na vitisho vya bibi vilikuwa vikiniumiza sana. Alikuwa akiniambia kila mara kwamba nitakapoondoka basi nijue sitarudi tena kwa wazazi wangu, nitarudishwa hapo kwa nguvu, na huko litaelekea jina langu tu peke yake kwa wazazi wangu. Moyo wangu uliumia, ulifadhaika sana. Basi nakumbuka ilikuwa ni usiku wa manane ambapo nilikuwa nikiwaza sana. Ghafla nilisikia mlango ukifunguliwa katika chumba changu. Nijifunika huku nikijikunjata vizuri kabisa, nikiigiza kama vile nimelala nimepitiwa na usingizi mkali. Cha ajabu sikuweza kumuona mtu yeyote akiingia katika chumba kile. Moyo wangu ulipata changamoto kubwa sana. Sikuweza kujua kwa wakati huo naweza kufanyeje, kwa sababu hakuna mtu aliye karibu yangu zaidi yangu mwenyewe tu. Nitulia kimya huku nikiendelea kuigiza kama vile nimelala kweli. Haikupita muda mrefu sana nilihisi kama kuna mtu ananipapasa katika mwili wangu. Sikuweza kumjua ni nani na hakuweza kuonekana kabisa. Ni kama vile upepo tu. Moyo wangu uliingiwa na hofu kubwa sana. Nilikuwa nikitetemeka huku nikijipatia moyo mwenyewe. Hapa siwezi kutikisika hata kidogo. Moyo wangu uliingiwa na hofu sana, nilishindwa kujielewa hata kidogo. Ulipita muda kidogo huku nikiendelea kutafakari mambo mawili matatu. Moyo wangu ukiwa unakwenda mbio sana. Nikiwa nashindwa kuweza kujizuia, nilihisi kama vile pumzi inaanza kukata katikati ile shuka ambayo nilikuwa nijifunika. Ghafla nilisikia mlango ukijifunga na kujifungua tena. Kuja kushtuka hapa kuwa na mtu yeyote katika chumba kile, na hata ile hali ilikuwa imepotea kabisa ndani yangu. Kulikuwa na giza totolo, palikuwa ni usiku mnene kweli kweli. Hakuna sauti yoyote ambayo ilisikika nje, hata sauti ya ndege. Palikuwa pametulia tuli. Moyo wangu ulihuzunika na kuingiwa na hofu sana. Roho ya kutishika ilikuwa iko ndani yangu, nikiwa nawaza usiku wa leo, je, nitatoboa? Nitafika kesho? Yapi atanipata usiku wa leo? Hakika ulikuwa ni wakati mgumu sana kwangu. Usiku ule ulipita, ilifika asubuhi yake ambapo niliamka kama vile hakuna jambo ambalo lilitokea. Nitoka nje na kumkuta bibi tayari ameshaamka na kwenda kukaa sehemu ile ambayo huwa anakaga kila mara. Nilifika pale, nilimsalimia kwa ucheshi sana. Bibi, na kuona umekaa kwenye sehemu yako ambayo unaipenda sana. Alinitazama na kuniambia, mjukuu wangu, napenda sana sehemu hii kwa sababu mimi ni mzee. Natamani kupata vitamini vizuri kutoka kwenye jua la asubuhi. Haya bibi, kuna kitu natamani kuweza kuuliza, lakini niahidi kwamba hutaweza kuchukia hata kidogo. Alinitazama kwa macho unadisi sana. Mwanangu, unaweza kuuliza. Kwangu wewe ni kama mwanangu, wala si mjukuu wangu tena au mfanyakazi wangu tena. Tafadhali unaweza kuuliza, kuwa huru tu mwanangu. Samahani bibi, jana usiku kuna hali ambayo imeweza kunitokea na nashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho kilitokea jana usiku, maana kuna hali ya kutisha sana niliiona. Uliiona? Aliuliza kwa kuonyesha hali ya kushangaa sana. Hapana bibi, sikuiona. Niliamua kubadilisha mada pale pale. Nilikuwa kama niko kwenye ndoto hivi. Nilihisi kama kuna mtu aliingia chumbani kwangu, lakini sikuweza kujua kwa sababu ilikuwa ni ndoto. Siwezi kujua, labda ni ndoto tu ambayo niliweza kuota. Bibi alicheka na kuondoa ile sura yake ya kushangaa katika uso wake na kuniambia, mjukuu wangu, hiyo itakuwa ni ndoto tu. Hakuna kitu kama hicho katika nyumba yangu. Niahidi kwamba ulikuwa umeshika ule mkufu ambao nilikuwa nimekupatia wakati wote kwamba ukae nao. Bibi, ni kweli, nilikuwa nimeushika kwa mkononi mwangu kila mara, kila wakati, na sikuweza kuachia hata kidogo. Alicheka kukiniangalia kwa macho dadisi sana. Mjukuu wangu, hiyo itakuwa ni sehemu tu ya ndoto ambazo umeweza kuziota. Hivyo hata usijali chochote kile. Sawa bibi, haina shida. Lakini moyo wangu ulikuwa kidunda kweli kweli, huku nikianza kumuogopa taratibu bibi. Nianza kumuogopa sana kwa sababu kiukweli matendo ambayo yanipata pale na stori ambazo nazisikia kwa watu mbalimbali zilikuwa ni stori mbaya ambazo zilinifanya nianze kumuogopa taratibu. Lakini wakati niko naye nilikuwa nikijipatia moyo na kuondoa ile roho ya hofu ili asiweze kuhisi kama vile naweza kumuogopa. Basi nitoka pale na kuelekea jikoni na kuanza kuandaa chai. Niandaa chai na kuweza kumpelekea pale ambapo huwa anakaaga. Lakini siku hiyo hakuweza kuinywa chai hata kidogo.
Aliniambia, niweke tu hapa mjukuu wangu, nitainywa. Lakini hakuweza kuinywa. Nilikwenda kutoa, nilikuta chai iko vile vile. Hakuweza kuigusa hata kidogo. Sikuweza kumuuliza chochote kile. Nilitoka na kuelekea jikoni na kuvikusanya vyombo na kuanza kuviosha. Kuna jambo la ajabu ambalo niliona jikoni, sehemu ambapo huwa tunapikiaga kila siku. Kuna kitambaa cheusi nilikuta kwenye mafiga ambayo huwa tunapikia kila siku. Kilikuwa ni kitambaa cheusi ambacho kilikuwa kimefungwa vizuri sana na kilikazwa kweli kweli. Sikuweza kujua kitu gani ambacho kiko ndani yake, lakini nilikinyanyua na kuweza kukirudisha pale kwenye mafiga. Sikutamani bibi ajue kwamba kuna kitu chochote ambacho nimeweza kugundua. Basi nitoka nje. Bibi aliniuliza, umetokea jikoni? Ndiyo. Alishtuka sana. Hakutegemea kwamba ningeweza kuingia jikoni kwa muda ule. Akaniuliza, hakuna chochote kile ambacho umekiona kitu changu jikoni ambacho nilikipoteza? Hapana bibi, hakuna jambo ambalo nimeliona. Nilikuwa jikoni kwa ajili ya kukusanya vitu ili niweze kuviosha, na nimeviosha hivi, nimekuja nje kwa ajili ya kupiga stori na wewe. Nionyesha tabasamu ambalo lilikuwa si tabasamu halali kwangu. Lilikuwa ni tabasamu la kumfanya bibi asielewe chochote kile, kwamba kuna kitu ambacho nimekigundua kuhusu yeye. Nilitulia kimya, bila kusita, bila kuogopa chochote kile. Nilimfuata bibi na kuanza kupiga naye story. Bibi aliniaga na kuja nje jikoni mara moja. Alienda kukichukua kile kitambaa na kuondoka nacho. Hakika sikuweza kujua kilikuwa ni kitambaa kinye maana gani pale jikoni. Basi niliendelea tu kumwomba Mungu anisaidie, kwa sababu hakuna jambo lingine lote ambalo naweza kulifanya zaidi ya kumwomba tu Mungu kimya kimya. Mungu nisaidie niweze kutoka hapa salama, maana sijui bibi huyu ana mpango gani na mimi kuniwekea vitu vyote hivi. Baadaye ilikuwa ni majira ya usiku hivi ambapo nilikuwa nimetulia na bibi. Tulikuwa tuko sebleni. Ghafla bibi aliniambia, bila shaka ulitoa pale asubuhi chai na ulikuta iko vile vile. Naomba nitolee ufafanuzi. Bibi, hata usijali. Najua tu kujisikia kunywa chai asubuhi. Hivyo sina hata haja ya kuweza kuuliza kwa nini ukunywa chai. Hapana mjukuu wangu. Unaweza kuwa unajiuliza sana, lakini nashukuru kwa akili yako udadisi na kuweza kujiongeza sana. Nimekupenda sana Jessica. Bibi, hata usijali. Mimi niko pamoja na wewe, alijibu Jessica kwa macho ya upole na kwa sura ya upole sana, akimtazama bibi yule usoni. Ilipita muda kidogo ambapo bibi pia aliaga usiku ule kwamba, mwanangu Jessica, natoka na nitakaporejea nitakuletea zawadi nzuri sana. Jitahidi leo usilale, na yeyote atakayegonga mlango tafadhali mfungulie. Nilikubali sawa bibi, lakini kishingo upande sana. Bibi aliondoka na galoni lake lile ambalo huwa anaondoka nalo kila siku, na nilikuwa sijui sehemu gani ambapo anaelekea nalo. Basi nilitulia hapo kwa dakika kama 15 hivi, ambapo niliona mlango ukigongwa. Nitafakari kweli kweli, nani anayegonga mlango usiku huu? Ilikuwa ni majira ya saa 2 hivi, na kijijini giza lilikuwa linawahi sana kuingia, hivyo sikuweza kujua kitu gani ambacho kinaendelea. Nitafakari na kuweza kufikiria, nifanyeje hapa sasa? Mbona sielewi chochote kile ambacho kinakwenda kutokea? Nitulia kimya huku nikisubiri labda simu inaweza kaita pale mezani. Siku ile palikuwa kimya sana. Simu ile ilikuwa haiti kabisa. Nikajifikiria na kutafakari, labda huyu ni mtu mwema, anaweza kama amekuja katika paa letu, ndio maana simu haijaweza kuita. Wacha niweze kumfungulia na niweze kujua ni nani. Moyo wangu ulikuwa kisita sana kuweza kufungua mlango ule, lakini nilikuwa sina budi, kwa sababu ulikuwa ni wakati ambao lazima nifungue, na bibi aliniambia kwamba yoyote ambaye atafika pale niweze kumfungulia na kumsikiliza anataka kitu gani. Lakini moyo wangu ulikuwa kijiuliza sana, bibi huyu hana watu ambao anaongea nao hapa kijijini, hana watu ambao anafanya nao stori mbalimbali. Ni akina nani ambao wanakuja kumuulizia sasa usiku? Maana mimi hawanifahamu, ina maana ni wageni wa bibi. Nilielekea moja kwa moja mlangoni na kuweza kufungua mlango. Hapa kuwa na mtu kabisa mlangoni, lakini mlango nilisikia ukiwa unabishwa, ukiwa unagongwa kwa kasi sana. Nilishtuka sana. Palikuwa pako kimya nje, huku upepo kitikisa mahindi pale nje. Ilikuwa ni nyumba iliyozungukwa na mahindi, huku majirani wakiwa nje kidogo ya mashamba ya mahindi ambayo yalikuwa yamezunguka nyumba ile. Nilianza kutafakari, ni nani anayegonga mlango huu na anachezea mchezo kugonga mlango na kuweza kuondoka. Nilifunga mlango nikiwa na hasira kweli kweli. Nikaingia ndani na kuweza kukaa kwenye kochi, huku nikiangalia saa inavyozidi kwenda, nikimsubiri bibi. Sikutamani kabisa kuelekea kulala kabla bibi hajaweza kurejea. Nilisikia tena mlango ukiwa unagongwa. Wakati huu nijiambia, sitafungua mlango mpaka pale mtu atakapotoa sauti. Zilipita kama dakika 10 mlango ukiendelea kugongwa pale mlangoni. Ilitoka sauti ya kike,
Jessica, naomba unifungulie. Jessica, nimechoka, naomba unifungulie. Ghafla simu iliita pale mezani, ile simu ambayo mara nyingi ilikuwa kiita baada ya kutokea tukio kama lile. Nenda kuipokea haraka haraka. Alionekana mtu akizungumza nyuma ya simu ile akisema, Jessica, huyo ndio Naomi wa kwanza kabisa ambaye alikuja hapa kufanya kazi. Usisite na usifungue mlango hata kidogo, hata kibisha mara ngapi, usifungue mlango, maana kufungua mlango kutakuwa ni kosa kubwa sana kwako. Simu ile ilijikata na niendelea kutafakari ni kitu gani ambacho kinaendelea. Nilikumbuka stori ambazo alinisimulia Vumilia kwamba kuna binti wa kwanza ambaye alipewa jina na bibi, alikuwa akiitwa Naomi na alipotea ghafla, hawakuweza kumuona kwa mazingira ya kutatanisha. Nilifikiria labda amerudi kwa uhai au kuna sehemu ambayo alifichwa, hivyo amerudi kwa ajili ya kutaka msaada hapa nyumbani. Alijua tu wakati bibi hata kuwepo nyumbani, ndio maana amekuja wakati huu. Nilienda haraka mpaka mlangoni na kuweza kutikisa kidogo kitasa cha mlango. Moyo wangu ulikuwa kisita sana, lakini nilikuwa na shauku kwa kujua ni nani ambaye anagonga nje. Alitambulisha kwa jina la Naomi. Naomi, je, anaonekanaje? Yukoje? Aliendelea kugonga kwa sauti ya upole sana. Jessica, naomba unifungulie. Nimechoka sana na sijui nafanyaje hapa nje. Moyo wangu unaniuma sana Jessica. Niliingiwa na uchungu mkubwa sana kuona unyama ule ambao anatendea yule binti. Nilifungua mlango ghafla. Nilishtuka baada ya kuona nje hapakuwa na mtu yeyote yule zaidi ya upepo ambao ulinipuliza kuelekea ndani. Nilishtuka sana, nywele zangu zilisimama, moyo wangu ulikwenda mbio sana. Nilishindwa kuelewa kitu gani ambacho kinaendelea kwa wakati ule. Nitulia kimya, nikiendelea kufikiria ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Mbona sielewi hata kidogo kitu gani ambacho kinaendelea. Ghafla nilianza kuona upepo mkali ukiapuliza mahindi pale nje, huku nikisikia kama vile hatua za watu zikitoka katika mahindi zikirejea katika nyumba ile. Nilifunga mlango ghafla na moyo wangu ukiona kwenda mbio sana. Ghafla nilianza kusikia sauti ile ya Naomi ikiongea ndani ya nyumba ile. Moyo wangu uliuma sana, moyo wangu ulikuwa ukienda mbio. Ghafla nilizimia kwa pressure. Sikuweza kujua ni muda gani ambao bibi aliweza kurejea nyumbani, lakini ghafla nilishtuka. Nilimkuta bibi yuko pembeni yangu katika chumba kile ambacho aliniambia niwe nalala kila siku, na huku akinisi kila mara niwe nakamata ule mkufu ambao alikuwa amenipatia kama zawadi. Niwe na ukamata kwa lengo la kuweza kujilinda na kila changamoto mbalimbali na wanakijiji wa pale kijijini. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwangu. Nitazama, bibi, umejaa saa ngapi? Alitabasamu na kusema, mjukuu wangu, pole kwa yote alikukuta. Hayo ndio mambo ya wanakijiji wa hapa, wanafanya mambo mengi ya hovyo sana. Pole sana. Wakati niko huko nilipokuwa, kuna taarifa nilipata. Kuna mtu aliniletea taarifa kwamba umevamiwa hapa nyumbani. Nilipokuja nilikuta umelala kitandani na sijajua kitu gani ambacho kilitokea. Unaweza kunisimulia? Bibi, sikumbuki chochote kile ambacho kiliweza kutokea. Saidi nakumbuka kuna mtu ambaye aligonga mlango na baadaye nilienda kufungua. Hapakuwa na mtu yeyote nje. Baada ya hapo sikumbuki chochote ambacho kiliweza kutokea. Bibi alitabasamu na kusema, mwanangu, sijali. Hayo ni mambo ya kawaida sana. Hata usiogope. Sawa bibi. Lakini moyo wangu ulikuwa unaenda mbio sana. Sikuweza kujua kitu gani ambacho kinaendelea katika nyumba ile. Na sauti ile ya Naomi iliishia wapi? Hata sikuweza kuelewa hata kidogo. Nitulia hapo kwa muda kidogo, huku nikiona tafakari mambo kadha wa kadha. Natamani kuondoka, lakini vitisho bibi yule visababisha niendelee kubaki pale pale pasi na kuwa na msaada wowote ule katika maisha yangu. Usiku ule ulikuwa mzito sana kwangu. Bibi alitoka katika chumba changu na kuelekea chumbani kwake, huku akiniambia, mwanangu Jessica, naondoka, naenda kulala chumbani kwangu, hivyo hakikisha ufungi taa yako, unaiacha wazi. Usiku ule nilijiambia mwenyewe, leo nitafunga taa na kujua kitu gani ambacho kitatokea usiku wa manane, maana wakati wote naacha taa wazi na sijui kitu gani ambacho kinaendelea. Najikuta kuna vitu vinanishika na kunipapasa. Sielewi kitu gani ambacho kinaendelea katika chumba hichi. Nilitulia kimya. Bibi aliondoka. Nilisubiri kama dakika 30 hivi zipite, mpaka nilipohakikisha kwamba bibi tayari ameshapitiwa na usingizi na kuweza kulala. Ndipo nilipoamka taratibu sana kukunyata katika kitanda kile ambacho niko nimelala. Niliweza kuizima taa ya chumbani ili kubaki giza totolo. Palikuwa giza kweli kweli. Nilikuwa sina uwezo wa kumuona mtu yoyote yule. Ilishani palikuwa na mbala mwezi kwa nje ikiendelea kuwaka.
Nilikuwa nikiendelea kuangalia dirishani na kuangalia mandhari ya nje, huku moyo wangu ukiwa unakwenda mbio sana, nikiwa sielewi kitu gani ambacho kingeweza kunitokea usiku wa leo baada ya kuzima taa. Nilikaa hapo kwa takriban muda kidogo. Ghafla niliona kama vile mlango unafunguliwa kama ilivyokuwa desturi. Nilishtuka kweli kweli na kujifunika vizuri katika shuka lile ambalo nilikuwa nimejifunika pale kitandani. Wakati huu niliona kama mtu ambaye anang'aa sana. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na nuru kali sana. Alikuwa akiingia mpaka chumbani kwangu. Ina maana taa ile ilikuwa inafifisha ile nuru ya yule mtu ambaye alikuwa anaingia. Alikuwa ni binti mmoja ambaye alikuwa amenyolewa nywele zote na alikuwa mpakawa mafuta mengi sana kichwani mwake. Nguo zake zilionekana kuchakaa sana na mikono yake ilionekana kucha zake zimekuwa kwa kiasi ambacho kilikuwa si cha kibinadamu. Nguo zake zilikuwa zimechakaa na alikuwa akitembea kwa kuweza kuogopa kweli kweli. Aliingia katika kile chumba, alifika mpaka pale nilipokuwepo. Hakuweza kuongea. Niliweza kugundua katika kinywa chake hapakuwa na ulimi kabisa. Nilitulia huku nikiendelea kulia kimya kimya, nikifikiria ni nani huyu. Baadaye nilikuja kugundua kwamba yule ndio alikuwa Naomi ambaye nilisimuliwa habari zake, mfanyakazi wa kwanza wa bibi pale kijijini, ambaye alikorofishana na bibi kidogo na kuweza kutoroka pale kijijini, lakini aliweza kutoweka sehemu isiyojulikana. Nilishtuka kweli kweli huku nikijikunyata vizuri kabisa, nikiwa najiuliza maswali mengi sana katika kichwa changu kwamba ikiwa na mimi nitatoroka ndio kitu hichi ambacho kitanipata. Naomi aliingia chumbani pale na kuweza kupapasa sehemu ya ukuta. Palikuwa na kapeti moja zuri sana. Mchoro wake ulikuwa ni mchoro wa asili. Aliweza kupapasa huku akiangalia. Alipopapasa kuna picha ambazo zilitokea. Ilikuwa ikimuonyesha Naomi na maisha ya nyuma jinsi ambavyo alikuwa anaishi. Naomi alionekana akiwa na masikitiko makubwa sana. Moyo wake ukiwa unaumia sana. Alikuwa akijijutia kufanya kazi kwa bibi yule. Baada ya muda kidogo niliona Naomi akitoka katika chumba kile na kuondoka kuelekea sehemu isiyojulikana. Moyo wangu uliuma sana. Niliamka na kuweza kuiwasha taa ghafla. Moyo wangu ulikuwa unakwenda mbio sana, huku machozi yakiwa yananilenga, jasho likiwa linatoka mwili mzima. Ilikuwa sielewi kitu gani ambacho naweza kukifanya usiku huo, na kulikuwa kumetulia kimya. Nitazama nje na kuweza kutambua kwamba kwenye upande wa mahindi palikuwa na moto ambao ulikuwa unawaka. Sikuweza kutambua ni moto gani, lakini kuna moto ambao ulikuwa unawaka nje katikati ya shamba la mahindi. Nilishika moyo wangu na kujiambia, moyo wangu tulia, maana sina chochote cha kuweza kufanya usiku wa leo. Lakini ghafla wakati naendelea kutazama nje, nilimuona bibi akiwa anatokea kwenye mahindi. Mkononi mwake alikuwa ameshika watoto wawili. Walikuwa watoto wadogo sana. Moyo wangu ulishtuka sana huku nikitazama kwa makini kweli kweli. Niliogopa bibi angeweza kuniona kwa sababu ya taa ile ambayo nimeiwasha ndani. Ilikuwa ni rahisi sana mtu wa nje kuweza kuniona ndani kuliko mimi kuweza kumtazama nje. Nilifumba kinywa changu huku nikitafakari kwa kina sana. Kitu gani ambacho kinaendelea katika nyumba hii? Bibi aliingia moja kwa moja ndani huku nikiwa nasikia michakacho, milango ikifunguliwa na hata mlango wa chumbani kwake. Bibi alitoka saa ngapi nje? Na mbona nilimwacha naelekea kulala na nitegea mpaka muda ambao anaingia kulala ili nami niweze kuizima taa hii? Ina maana kuna muda ambao alitoka sikuweza kugundua. Na ni wakati gani ambao bibi alitoka? Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio sana. Na inakuwaje akiingia chumbani kwangu akigundua kwamba nilikuwa macho? Basi ilipita muda kidogo ambapo nilifunika shuka kimya sana. Niliona mlango ukifunguliwa. Nilichungulia kwenye tundu dogo la shuka. Nilimwona bibi akiingia katika chumba kile. Alikuwa na kitambaa kidogo laini katika mkono wake. Alianza kupukuta sakafuni. Alikuwa anapukuta sehemu zile ambazo Naomi alikuwa amezikanyaga na kuweza kuacha alama. Alipukuta na baadaye kuweza kudondosha unyoya mmoja katika sakafu ambayo nilikuwa nikilalia. Baadaye pakawa safi kabisa. Hakuna chochote ambacho kilionekana kuwa tofauti. Nilishtuka sana, moyo wangu uliniuma kweli kweli. Nilishindwa kujizuia, nilikuwa nikitetemeka. Bibi aliniita, Naomi. Nilikaa kimya kabisa. Alibadilisha jina na kuniita Jessica. Jessica mjukuu wangu, uko macho? Nilikaa kimya kama vile nimelala. Jessica mjukuu wangu, uko macho? Nilikaa kimya. Baadaye alifunga mlango na kuweza kuondoka. Nilipumua kwa kasi sana. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio. Nilikuwa najisikia kuzimia. Nilikuwa najisikia
vitu vya ajabu sana. Hakika sitasahau yale niliyoyapitia, anasema Jessica akiendelea kutusimulia simulizi hii.